Hivi, ushawahi kujiuliza inakuwaje matajiri wanazidi tu kuwa matajiri? Basi, leo tunaingia ndani kabisa ya somo la kwanza kutoka kwenye kile kitabu maarufu Rich Dad Poor Dad. Yaani, ni somo ambalo linaweza kugeuza kabisa fikra zako kuhusu pesa. Twende kazi. Sikiliza kauli hii, ni ya nguvu sana. Hii ndio roho ya kitabu chote. Wengi wetu unajua, tumefundishwa kwamba soma, pata kazi nzuri, upate pesa. Lakini Robert Kiyosaki anakuja na anasema, hapana, matajiri wana mtazamo tofauti kabisa. Sasa, hebu tuchimbe zaidi. Inamaanisha nini hasa hii kitu ya pesa kukufanyia kazi? Sasa, msingi wa hadithi yote hii unatoka kwenye maisha halisi ya mwandishi mwenyewe, Robert Kiyosaki. Fikiria hivi, alikuwa na mababa wawili, na kila mmoja alimpa ushauri tofauti kabisa, yaani ushauri unaopingana. Okay, upande mmoja tuna baba yake wa kumzaa. Huyu alikuwa msomi kweli kweli na aliamini kwenye ile njia ya kawaida, soma mwanangu, pata kazi nzuri, uwe na usalama. Huyu ndiye anayemuita baba maskini. Sasa upande wa pili kulikuwa na baba wa rafiki yake. Huyu alikuwa mjasiriamali na alimfundisha kitu tofauti kabisa. Acha kufanya kazi kwa ajili ya pesa. Jifunze jinsi ya kufanya pesa zikufanyie wewe kazi. Na huyu ndiye baba tajiri. Kwa hiyo unaona vita hapa ni kati ya kutafuta usalama wa ajira na kutafuta uhuru wa kifedha. Sasa, ile njia ya baba maskini, unajua, ile ya tafuta usalama, ingawa inaonekana kama ndiyo njia sahihi, mara nyingi inaishia kuwanasa watu kwenye mtego. Mtego ambao baba tajiri anauita mbio za panya. Na unajua nini? Kinachosukuma watu kwenye mtego huu sio kwamba hawana pesa. La hasha. Ni hisia moja tu yenye nguvu sana. Baba tajiri aligundua kitu kimoja muhimu. Pesa ni mchezo wa kisaikolojia. Maamuzi yetu mengi kuhusu hela, yani mengi sana, hayaongozwi na akili, yanaongozwa na woga. Hebu fikiria kidogo. Ni uoga wa kushindwa kulipa kodi ndio unaokufanya ushikilie kazi ambayo hata huipendi? Alafu, ni ule uoga wa kufukuzwa kazi ndio unaokuzuia kudai mshahara bora au hata kutafuta fursa nyingine nzuri zaidi. Yaani, huu uoga unakuwa kama minyororo isiyoonekana. Inakufunga kwenye mzunguko wa maisha ambao kiukweli hutaki. Basi, huu ndio ule mtego wa mbio za panya naozungumzia. Unafanya kazi kwa nguvu, unapata mshahara wako, unalipa bili, halafu ghafla pesa imeisha. Mwezi unaofuata ni yale yale tena. Ni kama vile panya anavyokimbia kwenye gurudumu lake, anatumia nguvu nyingi, anakimbia mbio, lakini haendi popote. Hivi ndivyo inavyoonekana unapokuwa umenaswa kifedha. Sasa hebu tuupitie huu mzunguko hatua kwa hatua. Unapata mshahara, unalipa bili, uoga unakurudisha tena kazini, unajituma zaidi, unapata ongezeko la mshahara. Unaweza kufikiri, sasa niko huru. Lakini hapana, matumizi yako nayo yanapanda. Unataka gari jipya, nyumba nzuri zaidi, na boom, umerudi pale pale. Mshahara mkubwa zaidi unamaanisha tu unajenga gereza kubwa zaidi. Hebu niambie, hivi haifanani na maisha ya watu wengi unaowajua? Okay, sasa tumeliona tatizo, hizi mbio za panya. Swali ni je, unatoka vipi? Unawezaje kuvunja huu mzunguko? Hapa sasa ndipo tunapata ile siri kubwa ya baba tajiri. Jibu ni moja, jenga mali, yani assets. Hebu tuwe wa kweli. Ukipata ongezeko la mshahara leo, kitu cha kwanza kinachokuja akilini ni kipi? Wengi wetu tutafikiria, simu mpya, au ngoja nibadili gari, au nihamie nyumba nzuri zaidi. Sawa, huo ndugu yangu ndio mtazamo wa baba maskini. Pesa ikiongezeka, matumizi yanaongezeka. Na ndivyo unavyoendelea kuzunguka kwenye lile gurudumu. Lakini sasa, baba tajiri anawaza tofauti kabisa. Yeye, akipata pesa ya ziada, badala ya kujiuliza atainunulia nini, anajiuliza nitaiwekeza wapi? Anaichukulia kila shilingi kama mfanyakazi mdogo. Anaituma ikamfanyie kazi na kumzalia shilingi nyingine. Yaani, pointi ya msingi ni hii. Acha kununua vitu vinavyokutoa pesa mfukoni na anza kununua vitu, mali, vinavyokuwekea pesa mfukoni. Sasa, unaweza kujiuliza, hizi mali ni nini hasa? Ni rahisi. Ni kitu chochote kile kinachokuingizia hela bila wewe kuwepo pale ukifanya kazi. Fikiria una nyumba ya kupangisha, unapata kodi kila mwezi.
au biashara ambayo inajiendesha yenyewe, au hata hisa kwenye kampuni fulani zinazokupa gawio. Hiki ndicho wanaita passive income, yani kipato ambacho hakikutegemei wewe. Na hii ndiyo siri ya kweli ya kupata uhuru wa kifedha. Na lengo la mwisho ni lipi? Ni kufika mahali ambapo pesa inayotokana na mali zako, yani ile passive income, inatosha kabisa kulipia gharama zako zote za maisha. Kodi, chakula, kila kitu. Hapo sasa ndipo utakuwa umefikia uhuru wa kifedha wa kweli. Huhitaji tena kazi ili uishi. Kwa hiyo, mwisho wa siku, yote yanakuja kwenye swali mmoja la msingi, swali ambalo kila mmoja wetu lazima ajiulize. Unachagua nini? Usalama au uhuru? Na ngoja niweke hili wazi, ni muhimu sana. Hii falsafa haisemi uache kazi. Hapana, kazi ni nzuri, inatusaidia. Shida inakuja pale unapotumia maisha yako yote kuitegemea kazi pekee, mshahara pekee, bila kujenga mali yoyote pembeni. Hatari ya kweli sio kufanya kazi, hatari ya kweli ni kuwa tegemezi. Basi hebu tuzipime hizi njia mbili tena. Njia ya baba maskini, lengo lake kuu ni usalama wa ajira. Mkakati wako ni kupanda vyeo kazini ili upate mshahara mkubwa. Na matokeo? Unakuwa mtumwa wa mshahara milele. Kinyume chake, njia ya baba tajiri inalenga uhuru kamili wa kifedha. Mkakati hapa ni kujenga rundo la mali zinazokuingizia pesa. Na matokeo yake, unapata uhuru wa kuamua kama unataka kufanya kazi au la. Kwa hiyo, tunakuachia swali hili la mwisho, na ni swali muhimu sana. Jiulize kwa uaminifu kabisa. Je, pesa zako zinakufanyia kazi? Au ni wewe unayefanya kazi kwa ajili ya pesa? Litafakari hilo. Na kama jibu unalolipata moyoni mwako si lile unalolitaka, basi anza kufikiria, ni hatua gani ndogo, hata moja tu, unayoweza kuichukua leo ili kuanza safari ya Haya, karibu sana. Leo tunaingia kwenye wazo moja zito sana kutoka kwa Robert Kiyosaki. Wazo ambalo nakwambia linaweza kubadilisha kabisa jinsi unavyofikiria kuhusu pesa. Wazo lenyewe ni hili: kazi yako sio biashara yako. Uko tayari kuona jinsi gani? Hebu fikiria kidogo. Unapiga kazi kweli kweli, mshahara unaingia kila mwezi, sawa. Lakini ukiamua kuacha kufanya kazi leo, sasa hivi, kuna hela itaendelea kuingia kwenye akaunti yako? Hapo sasa ndipo wazo la biashara linapoanzia, na ndio tofauti ya msingi tutakayoichambua leo. Okay, tuanze na kosa kubwa ambalo wengi wetu tunalifanya bila hata kujijua. Tunafikiri ile profession yetu, ile ajira yetu, ndiyo biashara yetu. Lakini je, ni kweli? Hebu tuchimbe kidogo. Angalia hii tofauti sasa. Kazi inakupa mshahara, yani mapato ambayo yanakoma pale tu unapokoma kufanya kazi. Ni kama bomba la maji linalotiririka tu pale unapokuwa umelifungua. Lakini biashara yako, hizi ni rasilimali zako. Ni kitu unachokimiliki ambacho kinaendelea kuzalisha mapato hata kama wewe haupo. Kimsingi, kazi yako inajenga himaya ya bosi wako, lakini biashara yako inajenga yako mwenyewe. Jiulize kwa uaminifu kabisa. Kama leo hii unapigiwa simu, unaambiwa asante kwa huduma yako, ni kitu gani hasa kitaendelea kukuwekea pesa mfukoni? Kama jibu ni kimya, basi tuko kwenye hatari ya kutegemea mrija mmoja tu wa mapato. Sasa tufanye nini? Basi tunawezaje kutoka kwenye huu mtego? Jibu, kwa mujibu wa baba tajiri, liko kwenye kuelewa msemo mmoja rahisi: shughulika na mambo yako. Na hapa wengi wanakosea. Shughulika na mambo yako haimaanishi eti uache kazi yako kesho. La hasha. Inamaanisha tumia huo mshahara unaopata sasa hivi kama mbegu ya kuanza kupanda kitu ambacho ni chako kweli kweli, kitu ambacho kitakuja kukutunza baadaye. Na mchakato wenyewe ni rahisi sana kuelewa. Hatua ya kwanza, baki kwenye kazi yako, endelea kupata ule mshahara wako kama kawaida. Hatua ya pili, na hapa ndipo nidhamu inapoingia, chukua sehemu ya huo mshahara, nunua rasilimali. Na hatua ya tatu, rudia. Fanya hivyo tena na tena na tena. Hivi ndivyo utajiri unavyojengwa, sio kwa miujiza,
bali hatua kwa hatua. Okay, neno hili rasilimali linaweza kusikika kama ni kitu kikubwa sana cha wataalam, lakini sio hivyo. Hebu tulivunjevunje liwe rahisi. Tuangalie mifano halisi ambayo hata wewe unaweza kuanza nayo. Hebu fikiria, unaweza kuwa mwalimu au mhasibu, lakini pembeni umenunua kiwanja. Hiki kiwanja kinapanda thamani kimya kimya, au labda unaanzisha biashara ndogo ya kuuza kitu fulani online. Inakuingizia hela ya ziada kila mwezi. Au labda unawekeza kwenye hisa, yani unakuwa mmiliki mdogo wa kampuni kubwa. Chochote kinachoweka pesa mfukoni mwako bila wewe kuwepo muda wote, hiyo ndiyo rasilimali. Na nukuu hii sasa ndiyo nafunga kila kitu. Mshahara wako sio mwisho wa safari. Hapana, ni zana tu ya kuanzia. Ni kama nyundo na msumari unazotumia kujenga nyumba yako ya ndoto. Kila mwezi mshahara unapoingia, fikiria uko kwenye njia panda. Kuna njia mbili za kufuata, na uchaguzi wako ndio utakaosema miaka 10 ijayo utakuwa wapi kifedha. Hebu tuziangalie hizi njia mbili. Hili ndilo kosa ambalo wengi wetu tunaangukia. Unapata promotion, mshahara unaongezeka, nini kinafuata? Aha, gari kubwa zaidi, simu ya kisasa zaidi, nyumba ya kodi kubwa zaidi. Vitu hivi vyote vinatoa pesa mfukoni, yaani ni madeni, vinakufunga kwenye mnyororo wa kufanya kazi zaidi ili tu uweze kuvilipia. Na huu sasa ndio ule mtego wenyewe. Pesa inaongezeka, lakini matumizi na madeni nayo yanapanda juu zaidi. Unajikuta mwisho wa mwezi bado unasota, unakimbizana na bili. Hilo ndilo gurudumu la panya. Unakimbia sana lakini hubanduki ulipo. Sasa hebu tugeukie upande mwingine. Wenye fikra za kitajiri wanafanyaje? Wanapopata mapato ya ziada, wanachukua hiyo pesa na kununulia vitu vinavyozalisha pesa zaidi. Yaani rasilimali. Hizo rasilimali zinazaa pesa nyingine, ambayo wanaitumia kununua rasilimali nyingi zaidi. Unaona? Ni mzunguko unaojiongeza wenyewe, unakuza utajiri. Hapa sasa ndipo maajabu yanapotokea. Mwanzoni unaweza kuona kama vile mapato kutoka kwenye rasilimali zako ni madogo sana, lakini taratibu, kwa uvumilivu, yanakuwa kwa kasi ya ajabu. Mpaka inafika siku ile, pesa unayopata ukiwa umelala inazidi mshahara wako. Hapo ndipo uhuru unapoanzia. Okay, tumefika mwisho. Na hapa sasa ndipo tunatoka kwenye kuongea na kuingia kwenye kutenda. Hii ni kuhusu wewe na jinsi unavyoweza kuanza kujenga maisha yako ya kesho leo. Ukweli ni huu, na unaweza kuuma kidogo. Kama huna hata kitu kimoja, rasilimali moja inayokuingizia pesa pembeni, basi unatumia nguvu zako zote kujenga ndoto ya mtu mwingine. Kila siku unapoamka kwenda kazini, unajenga himaya ya bosi wako. Sio vibaya, lakini swali ni, je, himaya yako unaijenga saa ngapi? Hili ndilo swali la msingi. Unajenga ndoto ya nani? Ya mwajiri wako au yako mwenyewe? Kila shilingi unayoipata ni kura. Unaipiga kura kwa matumizi ya muda mfupi au unaipiga kura kwa ajili ya uhuru wako wa baadaye? Na ujumbe wa mwisho ni huu. Usiseme nitafanya kesho au mpaka nipate pesa nyingi. Anza leo. Anza na kitu kidogo sana. Rasilimali moja tu, hata kama ni ndogo kiasi gani. Nunua hisa chache. Anzisha biashara kadogo. Weka akiba kwa ajili ya kiwanja. Hatua hiyo moja ndogo inaweza kuwa mwanzo wa kila